mazingira ina uwezo. Mazingira ina mamlaka ambayo Muumbaji ameweka ndani ili kuhudumie, ili nihudumie, ili tuhudumie. Sasa kibali ni kukata uhusiano na ile mazingira. Ndio tatizo Kongo iko. Ndio tatizo Afrika iko. Sasa maono ya kimasia inakuja ili kuweza kukuunganisha tena na mazingira ile kupitia mumama. Tuko pamoja? Sasa mazingira inakupa kupanda viango. Kwa sababu gani? Maana vyote ambavyo Mungu Muumbaji wetu anafanya tufanye kwenye mazingira yetu. Tuko pamoja? Kama isiyokuwa ya kawaida ni watu ambao walijua kujenga uhusiano wao na mazingira. Joe Biden, Joe Traore, Joe Lumumba. Tuko pamoja? Joe Mfumu Kimbamba, Joe Mama Kimpavita. Tuko naelewa? Sipeni niende nje, pengine wako wapi. Wale hawakuishi Ukristo hapo. Kwa Ukristo watu wa kawaida. Kimwangalia tu hivi anaanza kuogopa. Niko nasema bo. Siamu yuko alikuwa anasema aseme bakina Mungu bakipita hapa hatutaingia tena hapa. Sasa hatuko hapo. Sasa walikuwa nasema wanatabiri maombi basi yote. Sema hapa wanakoma wanaisha. Sasa uone leo si tunapanda juu. Ngoja sasa tupakale kwa mama muone tafadhali. Muombaji wetu sifa. Unapenda utuwe mtu wa juu. Acha njia ya Ukristo. Umete na taya Uislamu basi. Umwe. Sababu hao ni watu ya mazingira, metatizo mazingira ya nje. Ile ndio problem hapo na. Ni wale ndio tunatengeneza mazingira mazuri na ili nao wapate kutuhudumia. Muumbaji wetu apewe sifa. Jambo la tatu sababu namaliza. Najua leo tulianza hivi. Ni kwamba mumama anakupa pia uhusiano mzuri na mazingira yako. Uhusiano mzuri na mazingira yako. Maana mumama naye ni matunda ya mazingira. Tuko pamoja? Nilisema yule ndiye tunamwona. Lakini tunapanda heshima kwa miungu mingine inayotumika na Mungu. Tuko pamoja? Yaani uelewe kwamba Tshisekedi si ni president. Wewe uheshimu president Tshisekedi, lakini udharau makonseye yake. Utakuwa nini? Utawekwa kwenye jela. Vile ndivyo Mungu alivyo. Hauwezi sema kwamba unamheshimu wakati alikupa miungu yenye inamrepresente hapa chini, wewe unaidharau eti unaheshimu Mungu. Utagonga jiwe. Tuko pamoja? Kama utakuwa umepotea njia, maana njia iendayo kwa Mungu sio Kristo kama vile tulifunzwa. Njia inayotubeba kwa Mungu ni mababu. Basi hakuna nyingine. Nilikuwa hapa kumoto usiku wote. Mzee mmoja akasema hapa kwamba kama bado hatujapata reincarnation ya mama yetu Kimpavita, hata turuke hapa baba kuu.
kiwa. Nilikuwa naruka hapa. Nakwambia hii siku ya leo ningekuwa ningali mkiporo. Ima? Tushukuru Mungu alitosha mkiporo. Kama hapa sikamatike. Ulishasiona wezazi wanaenda kisirima. Ni kwenye basi. Ndio maana mwalimu aliyetufundisha hapa siku ya tano dini ya mkuu wa mimi alisema aliongelea faida tunazozipata katika kupakwa mafuta ya umma. Faida ambazo tunazipata katika kupakwa mafuta ya umma. Alafu ya kwanza ni hii ambayo nimeisema hapa. Yaani unapopakwa mafuta yale unapewa nguvu. Unajua kwamba tulichonyanganywa na wakoloni kikubwa ni nguvu, uwezo na mamlaka. Hilo ndio natuma viongozi wetu wanapopewa madaraka. Selina mproklame President de la Republique Joe fulani, kesho anapanga kwenda Vatikani. Mbele aanze kazi kwenye nchi yake, anaenda kwanza kuabudu ile sanamu. Sababu anajua kwamba ile sanamu ndio itampa nguvu. Wakati nguvu ameiacha kwenye mazingira. Hiyo ndio shida tuliona. Sasa mafuta ambayo tunakupaka leo ni nguvu kubwa. Usijiangaishe tena na kitu. Hakuna kutetemekea mtu. Hapana. Umepewa nguvu. Wanaokuona wote wakuogope. Maana wewe ni mtoto wa mababu. Mtoto wa mababu hatishiwi. Yeye amekuja kutishia dunia. Viongozi wote wapewe sifa. Ile ndio faida ya kwanza. Yaani mzalendo akipewa mamlaka haiko wa kuzunguluka zunguluka. Munipe, munisaidie, mzalendo. Hapa ile ni uwerewe. Uko na vyote hapa. Mwalimu mazingira tunaikana vyote viko. Ndio sika sababu ndio nilisema kwamba Mungu muumbaji haiko ule Mungu usanamu ya Ukristo. Hadi songele yake hivi. Lazima tuelewe ile. Maana hapa karibuni tunapokupaka mafuta usiwaze kwamba tunatania. Hapana. Ile mafuta ina maana yake. Maana ni mafuta ambayo imetoka kwenye mazingira yetu, ambayo inabeba nguvu ile, ambayo itasaidia wamama wetu wazae mapasa, wazae mashujaa, wazae wenye nguvu kubwa. Muumbaji wetu apewe sifa. Ndio maana mama yuko nakatana utazana keba. Ukikujua ni fimbo mingi. Samana maono inahitaji watoto wengi. Niliona kwenye ibada ya pili hapa tumepaka watoto mafuta mpaka tumechoka. Nimejiuliza hasa watoto wale wanatoka wapi? Sasa kama mnawafundisha uzalendo mzuri na kwambia miaka 10 ijayo hakuna kutoshota kidogo. Nikumpa makofi mpaka nasikia lwake lunaigwa. Umacho utapewe sifa. Kwa hiyo tuelewe lile wazalendo. Nguvu tunayoipata haitoke mbinguni, haitoke Amerika, haitoke. Utakapokomaa ndipo unakuja kurithi kiti ya baba. Watumambia utakapokomaa, yaani utakapokuwa na malikia, hapo ndipo tunamtangaza unaketi kwenye kiti cha ufalme.
Muumbaji wetu apewe sifa. Yaani Malkia naye ndiye wa pili kisha mfalme kati ya watu ambao wana nguvu ndani ya taifa. Ukimugusa Malkia unamugusa mfalme, ukimugusa mfalme unamugusa pia Malkia. Muumbaji wetu apewe sifa. Ndio maana sikukuu hii ina sura ile ya nguvu ya mazingira yetu takatifu inayotembea ndani ya Kongo, ndani ya Afrika, na hata nikwambie kama na katika dunia yote nzima. Maana ule uamsho waliotabiri mababu zetu si uamsho wa dini, lakini ni uamsho wa uzalendo ambao utatoka Kongo kufika dunia yote nzima. Tuko pamoja uzalendo? Yaani wanaowaza kwamba Ukristo una uamsho tena ambao utafanyika, tunaweza kuwazomea. Tuko pamoja? Tunawafanya nini? Basi maana bado vichwa vyao vina kasoro. Uamsho ni huu wa uzalendo ambao utatoka hapa unatembea dunia yote. Hata wazungu watasherekea mama kwao. Muumbaji wetu apewe sifa. Yaani uelewe kwamba ile nguvu imeanza kutembea. Ukisikia dunia yote walimu wa uzalendo wamekuwa wengi, usiwaze kwamba ni jambo lingine, ni ile nguvu inayotembea nafasi pote ili kutoa watu katika ujinga.